Let's begin. 1 Samuel chapter 16 and verse number 6. So it was when they came that he looked at Eliab and he said, surely the Lord's anointed is before him. Unajua, this is the time when kings were being anointed. Wakati a king, Mungu alikuwa anatafuta mfalme, akamtuma Samueli aende akampake mafuta mwana mmoja katika nyumba ya Jesse. Na Eliab was very smart. You know, he was tall. He had the features. Yani ungemwangalia ungeona kabisa this man qualifies to be a king. Na surely even the prophet looked and they said, wow, huyu mtu anakaa kama mfalme. The had seen Saul. You know, the had seen Saul, and the Saul was very tall, and the Saul was also, you know, mtu anaonekana ako na nguvu na afya. Sasa walikuwa na that idea in mind. Walikuwa wanaona Mungu anaangaliaka huku. Let's move verse 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Bwana asifiwe sana. The condition of your heart will determine how God is going to deal with you. I want to talk about the heart. I am saying the condition and the way your heart is. The heart determines your relationship with God. How God praises you, how God deals with you, italingana na moyo wako. Tulisema hii ibada ikuwe ya Kiswahili. Amen. Washa nijaribu. Amen. Jinsi moyo wako ulivyo, ndivyo Mungu anandiri na wewe. Ana either kukuchukia ama anakupokea. Dealings za Mungu ni za moyo, ni kuhusu moyo. It's about the heart. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Angalii kama binadamu angaliavyo. Wow. Bali Bwana utazama nini? Moyo. Bwana utazama moyo. Na mtakuja kuona in 1 Samuel chapter 17 wakati wa vita na Goliathi. There is something Eliab is manifesting that is very ungodly. Katika ile chapter. Huyu ndiye mwenye anaambia Daudi, actually he was angered that David came in the battle. Uliacha kwa wale kondoo wachache na nani ndiye umekuja hapa kujionea vita? Akamkasirikia. Akaongea vibaya. And I think God was seeing what people couldn't see. So nataka ushike hii na hii ujumbe nafikiri ni dakika 30 ikiwa kubwa. So number 1, God chooses from the heart. Listen, man works, mtu ufanya kazi kutoka nje akiingia ndani, lakini Mungu ufanya kazi in out. Anafanya kazi kutoka ndani akitoka nje. So that God cannot use you to manifest what has not happened to you inside. So Mungu ili nataka niwaonyeshe njia rahisi ya kubariki watu wa Mungu. The condition of the heart.
Work on your heart. Work on your heart. Ndiposa Biblia inasema actually kitu kingine yoyote ile utalinda, ulinde moyo wako sana kuliko vitu vingine vyote ambavyo unalinda. Moyo ni kila kitu. Moyo ni kila kitu. The heart. And I think some of you are very good actually. It is only that you don't know how to guard your heart. That's your problem. That's your problem. Unakubali kila kitu na kila mtu afanye transaction na moyo wako. Na kuna watu kalia yao waliopewa na shetani ni kuharibu mioyo. Kila siku ako na poison. Atakupoison uache kuangalia mtumishi wa Mungu vizuri. Atakupoison ushirika wako kati ya ndugu ama dada mwenzako iharibike. That's the sins that they carry. Shetani yako na mbegu na anatafuta shamba la kupanda. Naomba hilo shamba lisiwe moyo wako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Ako na mbegu yenye anatafuta mahali pa kupanda. Na kabu ile Mungu anaweza kukupatia nafasi, lakini ile nafasi anakupa, it is to deal with the corruption that is in the heart. That is in the heart. Have you seen people that look like they really fit in certain things, in certain positions, but in the real sense, siku ile anafungua kinywa chake kuongea unakundua the heart, the condition of the heart. Mungu aangaliagi maumbile ya nje. Anasema mwanadamu uangalia na macho, lakini mimi Mungu uangalia moyo. Watu wa Mungu, kuna Mungu mwenye anaangaliaga moyo. Tunaweza kuangalia sisi kwa sababu sisi ni wanadamu. Ende bokorerwa. Kuna Mungu uangalia moyo ndani. Mungu pekee ndiye anajua how you came in this service. Anajua mahali ulitoka asubuhi ya leo. Aliona ulipolala, aliona ulipoamka, aliona ulikuwa unasema nini jana. Aliona ukilalamikia mambo ya bure. Aliona ukilalamikia shilingi 10 kwa matatu. Aliona. Kuna Mungu uangalia moyo. Msisahau na hiyo. God looks at the heart. You know, Judas, you can only fake to other disciples. You cannot fake to Jesus. Jesus knew you will come. Jesus knew and knows unapomuagi, this is not hug for love. No, this is hug to betray. God knows that. So he sees her. Now, wacha niwaambie watu wangu, nataka tu niwafundishe mambo mawili hapa. Ukitaka kutembea na Mungu vizuri, muelewane na Mungu vizuri. Ni uelewe yes all those three. Mahali popote utakuwa, mahali popote. Biblia inasema usinene neno kinyume cha mfalme hata in your bedroom. Yani ni kwamba you walk with the consciousness of God. Even when you are dealing with the little children like this one, you are conscious of God. He is here. He is here. How to walk with God? Number 1, understand He is omnipresent. Number 2, He is omniscient. He knows all things. He sees all things. He knows the SMSs you are writing at night. Aliona, Mungu aliona
aliona. Sisi hatukuona, lakini wewe aliona yeye. Mtumishi wa Mungu anaitwa Elisha, anaambia Gehazi, baba, wacha upuzi. Wakati ulitoka hapa ukakimbizana na huyo jamaa, wakati ulikuwa unachukua roho yangu, ilikuwa hapo tu karibu na wewe. Niliona. I could see. God sees all things. Ni kintu kiria kirigairia na gikabarigiria muno. It is the heart. Ugo ridugania mwathani ationere riu kuruga chai uri okuga. Ili sasa ukikuja kwa table umukiletea watu, you wear a smile. Yani ni kama Mungu akukua kitchen. Aone hata uliitemea mate hiyo chai. Pum! Mama. Alafu ukitoka kwa murango ya table. Ni mother in law kabisa. Mnajua mother in law? Charity. The moment you realize God sees in your bedroom, God sees under the bed, God sees in the wardrobe, you'll be cautious. The real walk with God is not public one, it's the private one. What determines promotions is not public, it is the private life. That is what determines promotions. He sees it. Wachana na show. Lundi. Wachana na public opinions. Rundi. God knows you hate your wife. God knows you hate your husband. He knows it. God knows you're not doing right. He knows that. Out of my hand shall flow rivers, rivers of living waters. Yeah, yeah. God knows that. God knows that. We do not get stuck because of public. It is that private life. That private life. Unaona hiyo maisha huko ndani yenye haijulikani ndio inakukwamisha huko. Mutaketi mutararua mtu, mutamuongea mtu, kumuchambua kabisa kabisa kabisa, na roho yako kimuona. Haleluya, my sister joito ina ndeje na choke wewe nde mwadhani yaro kumwa akale nawe. Ni kama Mungu hakuona vile mlikuwa mnafanya jana. Na tunafikiria Mungu ataona hii hug wakati atakuwa akipromote, ataangalia hug ili ya promote. Eti Mungu ataangalia vile tulivaa ili ya promote. That is man. That is not God. God looks at the heart. Moyo wako iko namna gani? Moyo ndani. Number 2, I said walk with the consciousness, that was number 1, of God who is omnipresent and omniscient. Usiwaisahau hiyo. Kila siku utatembea with that consciousness. Number 2, it is the fear of God. Na hii tu ni moja na nimalize. The fear of God. Kumuogopa Mungu. Kiswahili kinaita kumcha
Mungu. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Ecclesia 12:13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandments, for this is man's all. Nataka mshike huyu anaandika ni nani? This is Solomon. Ametuandikia a lot of wisdom. A lot of wisdom. Vanity, it is vanity. Inyokethwa wina miunda, nokethwa wina ariba bainge na akaba bainge amuna ari angiri akauga it is all vanity, all vanities. Hata ukikuwa na farasi wengi na magari ya farasi anatuandikia it is all vanity of vanities. Hata ikikuwa hivi it is vanity. Hata ukienda juu yani anasema kila kitu nimegundua. Yeye anasema mimi si kufikiria, nimefikiria kuwa na gari, nimekuwa nazo na nimegundua it is a vanity. Hallelujah. Mimi si kufikiria kuwa na mke, nimekuwa na wake. Hiyo area nimeexplore yote, nimekuwa na 1000, 7 the legally married and 300 girlfriends. Na nimegundua hiyo yote ni buli. Nimekuwa na mashamba, kitanda yake ilikuwa inaambiwa ya kwamba ni kitanda imejaa room. Unaweza kulala from any direction. Umefika kwa kitanda. That bend is explained in the book of Songs of Solomon. Unaona? Hiyo yote anatuambia ya kwamba lakini nimerealize it is all vanity of vanities. Na sasa anaongea kama mtu mwenye hekima zaidi hapa. Ni kama anaulizwa na ndiri twire bomwe, twire atiri all this success, all the achievements you have, kila kitu uko nacho, tuambie neno moja ambayo umendiscover. Ni kama ako kwa interview, anaambiwa twire onto mwe bomake kireja ujonde okorokirite na jara jonde wono torone twire onto bomwe ogwatithenie muntu omwe myakarante ugatiri. This is the conclusion of the matter. Fear God. Fearing God. Hallelujah. Baada ya kuuliza maswali, tell us your success story. How did you come this far? Tell us how you became great. Tell us this. Akaambiwa, akanaulizwa maswali. Another journalist from Citizen says, my question is, how did you make it to this level? Another one from NTV rises and asks a question. Akasema, let me summarize for you. Hii achievement yote unaona, hii mambo yote unaona, one thing is important. Fear the Lord. Fear the Lord. I have come to realize when I was looking at this study, there is one thing that touches God more than other things. Fearing God. Kumwogopa Mungu. Kuna kitu ambayo Mungu hatawahi skip kuona mtu anaye muogopa. Fear of God. Nasema the conclusion of the whole thing, fear the Lord. Nasema like in one word, this is what I have discovered. Nimeishi hivi. Lakini kitu kimoja ambacho kinafanikisha mwanadamu ni kumuogopa Mungu. Hiyo ni kusema nikilima, hata kama ninajua vizuri kabisa ni pesa ninatafuta na jioni nitalipwa, ni heri nilipe kidogo lakini nilime sawa. Ukifika katika eneo la fearing God, you value a clean conscience than anything else, than money. When you come to this praise, it is not about the amount, it's about the quality. Fear of the Lord. You value the servant of God Joseph. Anasema, oh, I am a slave.
It's actually an opportunity for me to sleep with you, because you are my master's wife. You are so high for me. It's actually, I can be proud of doing it. But you know, I have something to protect. My conscience. Hata wakati inaamuliwa aingie prison, anasema ya kwamba I have gone to prison with a clean conscience. Haiteti ndani yangu na sina kelele ndani yangu, na inafaa na muogopa Mungu. The fear of God. The fear of God says, a good name is better than silver and gold. That's the fear of God. That's the fear of God. Kuna watu wanaitwa Shifra and Pua. Exodus chapter 1 verse 20 to take us there. Exodus chapter number 1. And he said, when you do duties as a midwife for the Hebrew women, and see them on the body stools, if it is a son, then you shall kill him. But if it is a daughter, then you shall let to live. Because man is the carrier of the seed. Of course, here it's not about people. It's not about man or woman. It just showed the superior seed, the superior destiny. Kulingana na the contests. But the midwives feared God. But what? The midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but he saved the male children alive. Hii ni kusema kuna mahali utakuwa na kile kitakacho kusaidia kufanya the right thing. It is only the fear of God. Yani unaweza kuwa na with so much power, unaweza kupitisha vitu asifai. Do you know, wale watu kati ya watu watakao kuwa na kesi kubwa mbinguni ni watu wa clearing and forwarding. You know, people of clearing and forwarding wanajua kabisa hii dawa it is illegal na wanapitisha ipite. Why should people be spraying dawa ambayo itakuja kuleta kansa ama itakuja kudhuru watu kwa njia moja ama nyingine, na kuna kiingilio mahali hiyo dawa iliingilia na inajulikana ni mbaya? Mtu anachotewa milioni zake 3 anasema ingie. Hii ni kusema hivi, kuna mahali unaweza kuwa katika maisha. It is only the fear of God that can stop your hands from doing wrong. Sheria, actually sheria ziko, wale watu wanaotunga hizo sheria wako na wewe katika uovu. Kama vile mfarume ako katika saindi ya waue. The only thing that is saved these women from doing wrong, it is the fear of God. It's the fear of God. Ni kusema kuna mahali ambapo everything is at your disposal and you shall not be asked. The laws are with you. The government is with you. Everyone is saying do it. If you didn't have the fear of God, you will do wrong. Utafanya vituko. Nanda yangu, ndugu yangu, kuna mahali kakona itakuwa hivi na mahali umefika, isipokuwa uwe unamuogopa Mungu, utafanya utaua mtu, utalima mtu, utafanya kitendo. If you didn't fear God. Oh, unto you, if the evil day comes and you didn't have the fear of God, auriyo mtu akinyaka uankairira kairira ogoro tatubu za ingine
tatubu kesho. Because there was no fear of God there. The Bible says, but the midwives feared God. When you fear God, unaweza kwenda kinyume cha neno la mfarume, na Mungu bado asimame na wewe, because you fear God. When you fear God, even if the whole world is against you, God will be for you. When you fear God, they can rise against you, but that is the place where the Bible says, no weapon formed against shall prosper. At that place, because it is a praise, it is a position in the spirit, the fear of God. When other teachers are casting children, because you fear God, instead of casting them, you bless them. You fear God. You fear God. Kiogopa Mungu, kuna neno aliwezi likatoka kinywani mwako, sababu unajua the weight of ones. Surely wewe unajua vizuri kabisa weight ya maneno. Unajua vizuri neno linaweza kufanya mtu akwame katika maisha, and you still speak negative. Do you fear God? Do you fear God? And then what did God do? Let's see what God did with them. So the king of Egypt called for the midwives, and they said to them, why have you done this thing? And they saved the male children alive. Mungu akawapatia, watasema, maana Mungu anasema ukiingia kwa kesi kama hii nitakupea kile utasema papo hapo. Wakasema, and the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth birth before the midwives come to them. Yani hawa wanawake hawa wa Ibrania, they are very vigorous. Hauwezi ukaulia mama mtoto akiangalia akiona ete baraba ambao kuwa baya kuliuka. Hawa wakizaa wanaonaga hata kabla hawajasaidiwa wamezaa. Na sasa hiyo ndio sababu atungeweza kuua watoto. Please look at that sentence. Therefore, there is always a therefore for you. Therefore, God dealt well with the midwives. And the people multiplied and grew very mighty. Tuendelee. Unaona hata Mungu anabariki kile yani hii yenye walikuwa wakufe lakini hawakukufa. Mungu akasema anawabariki until they multiplied mightily. And so it was because midwives feared God that he provided households for them. Akawabariki na familia zao kwa sababu walimuogopa Mungu. Ndienda kugatiri awori gwikyo mwathani akwenda kuthithia mbere yau. There is therefore hapo mbele hapo, na wengi hawafiki hapo. Kuna kitu Mungu anataka kukupea. That place where you are in is a testing ground, my sister. Wacha mchezo. That place you are being tested. You are being tested. You're being tested. Because if they feared God, and because they not because of anything else, because they feared God. Acha kutuambia ya kwamba ugate nande kiathara imunene ugireri bai baronga mere kiutata na rutata ro munene ni onto rutata ro muru wiruro nene kurukie munene. Hallelujah, hallelujah. They stood. Akasema hata kama ni nini, ninamuogopa Mungu. Kuna kitu sitafanya. I fear God. And because they feared God, God gave them families of their own.
ikira bwega tiga kwathura no turo bure we na bunande na bure okwenda bo we na buthai ibubo kamwa bubongi wetete kirebu. Hallelujah. Ari orungi thai au neo gukanditamain ni ata mwathani akathithia nawe in the next stage. Tine kethra ibuona ganto bagukura moko kawirwa igukura kuba ukura. Yaani unaona hii uzee ningependa kama hii. Kuna mzee najua mahali ako nilisikia akisema ako 80 what? That mzee can drive. That mzee, you know, ako katika hiyo age na ana whatever we call the old, you know, the so-called conditions at the high pressure or low pressure or those things, they are not with him. Ana ni mzee lakini ni kama kijana. Na kuna mambo nimejua watu wangu. Anuije kinya nuije kinya assignment za Mungu. I have come to say this morning I was teaching about purpose. I've realized purpose preserves. It can just preserve you. Miaka ndio inasonga lakini the purpose is still preserving you. Nikiangalia jana niliangalia Jesse Karanja. Akona Kimani kule wapi? South Africa. Do you know those people are age? Wako na 70s. Wako in their 70s. Wakiwa na Rai. Reverend Rai even today is still an intercessor. He is still going for morning devotions. That man, ukienda, oh my God, 3 a.m. He is in morning devotions at the 70s. You are not even that, and you are sleeping so much. Now wale wazee Kinyana Harua, if you listen to Reverend Rai in the 70s, he is speaking sense. He has not lost direction. Ukisikiza Jesse Karanja, wow. Ni wale Biblia inasema even in old age you will flourish, you will be oozing wisdom. Unanena neno moja, kijana akisikiza anaandika kitabu. Anaandika kitabu. No kwenda kukura gracefully, inaitwa gracefully. Please understand the fear of God when you are young. Yani Mungu anatumana ulindwe, Mungu anatumana ushughulikiwe, Mungu anatumana kila kona ya maisha yako kuna ulinzi wa kutosha. That man, he has a driver, he has a nice car, he is driven all over, and he has no conditions. Na haya akikuambia maisha yake tangu ya utoto, utajua ni kwa nini ana conditions. Milango mingi ya attacks tunaifungua sisi wenyewe kwa sababu ya kutomwogopa Mungu. Let me tell you friends, the fear of God preserves you. The fear of God closes doors of attacks. Inahakikisha imekufungia ndani na uko safe siku zote za maisha yako. Hallelujah. Where you are employed, you are very faithful and very loyal. Because sometimes we lack loyalty in our places of work. When you fear God, ya utasema ya kwamba sina bosi mwingine ni huyo. Watu wanakuambia wataona na ukunyana anapi huyu ni huyo, sina mwingine ni huyo. Kwani ya uoni ya kwamba hata akulipi pesa ni huyo ndiye bosi yangu. I will submit and I will be loyal to that one. And because they feared God, God gave them families. On this point as I move, let me say this as I move. There are blessings in life attached to you fearing God. Kuna baraka asitakuja kwa sababu declaration ilifanywa.
Kuna baraka zitakuja kwako kwa sababu maombi yalifanywa. Kuna baraka zitakuja kwako because you feared God. Auhitaji disciplinarian when you fear God. Fear of God is enough discipline. You don't need the fear, you don't need a prefect so that you can do things right. The fear of God should govern you and cause you to do the right thing. When you walk in the fear of God, there are judgments God do not execute just because you fear him. Kuna mambo mkono wa Mungu hautafanya kwa mtu ambaye anamuogopa. Kuna vitu sitahifadhiwa because somebody feared God. And the conclusion of the matter, fear the Lord and do his commands. That's all. That's all. Kuliko Solomon atuambie andika mambo 10, andika mambo 20. Anasema just conclude this way. Fear the Lord. There are people you don't discuss. There are people you don't sit down and talk against. Fear the Lord. Fear the Lord. Kuna vitu haukuli hata kama uko na nafasi. You fear the Lord. Let's close our eyes before God. And for 1 minute, examine your heart. Examine your heart. Examine your heart. Bwana, tunatubu mbele zako. Kila wakati atuja kuogopa wewe. When we have lost the consciousness of you as the omnipresent, omniscient God, the one who knows all things. When we dealt with you like if you are an idol, when we dealt with you like if you don't see, like if you are blind, we repent. Father, we pray, forgive our generation, and we ask you in your name, help us from today, that we shall begin a life that recognizes your presence. That consciousness of who you are, we shall never lose it. That consciousness of you are always available, always present, always with us. Seeing how we do, seeing how we plan. You who sees the heart, we are never hid from you. Help us, Lord, that we shall be able to purify our hearts and walk with you each day, every day of our lives, so that, my Father, what we intend to do through us and in our lives shall be done efficiently, without delay. We shall receive what we must receive. We shall be blessed the way you want to bless us. We shall be lifted the way you want to lift us. Let your fear come back to the church. Let your fear come back to your hearts. We surrender to you in Jesus' name.